Alipokimbilia kufungua, hakukuwa na mtu. Lakini chini ya mlango kulikuwa na karatasi ya zamani sana, iliyochanika na yenye maandishi ya damu yaliyosema, "Yuniishi sasa." Ndiye aliyeishi kabla. Mlango umeshafunguliwa asubuhi yake. Kama kawaida ya Kilanga House, wapangaji walikuwa tayari wanazunguka na kila mmoja alikuwa na lake la kusema. Sasa kulikuwa na mkutano wa dharura ulioitishwa na mwenyekiti Mbura, mwanamke wa Kihaya mwenye midomo mikubwa na sura ya ukali kama askari wa kambi ya kijeshi. Wapangaji walikaa kwenye viti vya plastiki, wengine wakisimama, wengine wakiwa wamebeba vyungu vya chai, wengine maziwa ya moto. Wengine waliokuwa bado na usingizi walibeba mito migongoni. Mwenyekiti Mbura alisimama na kuchukua kipaza sauti chake cha bei rahisi kilichotengenezwa China. Kisha akasema kwa sauti ya ukali, "Jamani, mambo yamefika pabaya. Kuna mtu au watu wanachezea mizimu Kilanga House. Na nasema wazi, kama ni mtu anapenda mambo ya kishetani, aondoke." Kabla hajamaliza, Baba Choka, mpangaji mlevi aliyekuwa na kawaida ya kuvaa tai na boker tu, alisimama na kusema kwa sauti ya kulewa, "Mwenyekiti, wewe si ulisema mwaka jana kwamba mapepo yalishahama baada ya kuleta padri akapiga upako? Kwa nini sasa wanarudi? Au wanataka chai ya jioni?" Wapangaji walicheka sana, wengine wakimshangilia, wengine wakimshangaa. Lakini haikuchukua muda kabla hali ya mkutano kubadilika ghafla. Bi Ashura, mzee mstaafu aliyekuwa akikaa chumba namba 6, alitoka nje ya chumba chake akiwa amevaa kaniki. Uso wake umejaa jivu, mikono yake inatetemeka. Alitembea taratibu hadi kwenye mkutano, akasema kwa sauti ya ajabu, "Wameshafunguliwa. Mlango wa giza umefunguliwa. Usiku wa Ijumaa watatembea kwa mara ya kwanza hadharani." Kabla hajamaliza, alianguka chini na kupoteza fahamu. Kilio kilizuka. Watu walikimbia, wengine wakasema Bi Ashura amepagawa, wengine wakasema ameangukiwa na shetani. Wakati hayo yote yanatokea, mzee Kidudu, yule mzee wa push-up na mzimu wa mkewe, alikuwa pembeni ya korido akimwambia paka mmoja aliyekuwa amejificha kwenye ndoo ya maji, "Mama, mbona wamechanganyikiwa hawa? Si tuliwaambia tusifungue sanduku la kale? Sasa wanaona matokeo. Subiri uone watakavyokimbia hadi Morogoro." Jioni yake, wapangaji waliamua kila mmoja aingie kwake mapema. Usiku huo hakuna mtu aliyethubutu kuoga, hata wale waliokuwa na harufu mbaya kama panya wa dampo. Lakini usiku huo, Kilanga House ilishuhudia tukio la kihistoria. Saa 6 usiku, watu walianza kusikia kelele ya ngoma ikiunguruma kwenye dari la jengo. Hakukuwa na mtu aliyepanda juu, lakini kila mtu alisikia ngoma na vicheko vya watu zaidi ya 10. Ndipo paa la ghorofa ya 3 likapasuka kwa kishindo kikubwa, na viumbe kama binadamu lakini waliovaa mavazi meusi yenye unyevunyevu wakaanza kuteremka kwa kamba zilizotokea hewani. Walikuwa wamebeba masanduku meusi yaliyoandikwa, "Wanaorudi." Wapangaji walifunga milango yao kwa kufuli 2. Kila mmoja alijifanya haoni. Gaddafi naye alijifungia chumbani, lakini sauti kutoka kwenye dari ziliendelea kumwita, "Njoo, umefungua mlango. Sasa utembee nasi." Ghafla, dirisha lake lilifunguka na Sopia akatokea tena. Akiwa amejaa vumbi, macho mekundu na sauti yake ikiwa tofauti kabisa. "Gaddafi, nimewaita kwa ajili yako. Umekuwa mjumbe wao sasa. Usiku wa mwisho ni kesho. Ukikataa, jumba zima litachukuliwa." Gaddafi alipigwa batwa. "Mimi sijafanya lolote." Sopia akamsogelea, akampakata uso. "Ulisoma jina lako kwenye karatasi ya damu, ukaguswa na miale ya sanduku, na ukaambiwa, 'Sasa tumefika. Wewe ni wakati yetu. Utakuwa mshenga wa vivuli.' Je, Gaddafi atakubali?" Wakati huo huo, wapangaji wengine wanaendelea na vituko vyao. Mama Pilipili, mwanamke wa Kihindi ambaye kila wakati huvaa dera la Kizanzibari na kulalamikia sauti ya vyura, alidai kuwa vyura wa Kilanga House wanaongea lugha ya Kiarabu. Alisema usiku mmoja alisikia mmoja akisema, "Salam alaikum Mama Pilipili." Pia kulikuwa na jamaa mmoja mshamba kutoka Singida aliyehamia jana, Bwana Temu, ambaye usiku wa kwanza alienda kuoga saa 6 usiku. Alipotoka bafuni alikuwa uchi, macho yakiwa yamegeuka rangi ya shaba, na alianza kuimba nyimbo za lugha isiyojulikana. Alilala chini, akachora alama za panya kwenye sakafu, kisha akapoteza fahamu.
Mpaka asubuhi hakujua kilichomtokea. Kilanga House si jumba tu, ni mahali ambapo vichekesho, huzuni, uchawi na vituko vya kila aina vinatokea. Lakini sasa hatari halisi inakuja. Usiku wa mwisho unakaribia. Je, Gaddafi atamudu kuikabili hatima hii? Je, watapona wote au Kilanga House itazama kwenye giza lisiloisha? Asubuhi ya siku iliyofuata haikuwa ya kawaida kabisa Kilanga House. Gaddafi alikuwa bado hajapata usingizi mzuri, lakini aliamshwa na makelele ya mpangaji mmoja, mama mkorofi aitwaye Bi Kidawa, ambaye kila mtu alimwogopa kama ukoma. Bye. Kidawa alikuwa na sauti kali kama filimbi ya askari na tabia ya kufuatilia maisha ya kila mtu kama CCTV ya kichawi. Leo hii ni lazima nijue nani anaosha chupi zangu bila ruhusa yangu. Najua kabisa ni yule Salome wa chumba namba 2, mshenzi yule. Alifoka huku akiwa amevaa gauni la jioni la harusi ya miaka ya 70, limechakaa kama pazia la kaburini. Salome, ambaye kwa kweli hakuwa na makosa yoyote, alijaribu kujitetea kwa sauti ya upole. Mimi sina haja na chupi zako Bi Kidawa, labda jini zako ndo wamezoea kuosha vyako bila kuomba. Watu wakaanza kucheka. Kicheko cha mpangaji ngumi, aliyeitwa hivyo kwa sababu hakuwahi kupigana, lakini kila sentensi yake ilikuwa na maneno ya kama unataka ngumi, sema. Kilisikika kutoka ghorofa ya pili, akisema, wewe Bi Kidawa, hata majini wakitaka kuosha nguo, chupi yako hawachukui. Watazania ni mzigo wa laana. Huku ndiko Kilanga House kulivyo. Nyumba ya wapangaji wa kila aina. Kulikuwa na mzee Njugu, mstaafu wa shirika lisilojulikana, aliamini kuwa mtaa huo uko juu ya kaburi la malkia wa zamani wa Ujiji. Alikuwa kila siku anakunywa tangawizi na kuongea na paka wake wa kufikirika aitwaye Mwinyi, baba mkulima, ambaye alikuwa anajaribu kupanda nyanya kwenye ndoo ya plastiki nje ya mlango wake. Alikuwa na mbinu za kichawi za kilimo, kama kupiga debe nyanya zipate mvua. Nyanya hazistawi kwa mbolea, zinahitaji baraka. Alikuwa akisisitiza. Willy wa Wi-Fi, kijana mwepesi wa maneno ambaye kila saa alikuwa na waya mkononi akijifanya fundi wa intaneti, kumbe anaunganisha nyaya kutoka duka la chipsi kwa jamaa yake. Wi-Fi haikuwahi kufanya kazi, lakini kila mtu alimpa hela kwa matumaini. Wakati huo huo, mambo yalianza kuchukua sura nyingine. Gaddafi alipoanza kurudi kazini jioni, alipita kwa mzee Kimboka, mpangaji wa zamani ambaye alidai kuwa alikuwa mganga wa zamani aliyestaafu kwa sababu majini wake waligoma kufanya kazi baada ya kuangusha maji ya baraka kutoka India.